Tazama hii build up ya goli la pili la Dar Young Africans dhidi ya Mashujaa. Mwamnyeto anaachia mpira, nani anayeupokea? Namba 9 Prince Dube. Yuko wapi namba 8? Duke Abuya ni pembeni kama winga. Tuachane na Max Nzengeli. Mpira unapotea. Mwangalie Damaro anakimbia kutoka chini kwenda juu kuweka pressure. Vivyo hivyo kwa Max Nzengeli na Pacome. Wote wanaanza kukabia hapo hapo walipopoteza mpira. Counter pressing. Wanamnyima Madeleke muda na nafasi, wanamlazimisha kupasi mpira kwa mpinzani. Yanga wanarudisha umiliki wa mpira. Build up inaanza upya. Max Nzengeli aliyekuwa ndani kashashuka chini kupokea mpira. Mshambuliaji yupo wapi? Anashuka chini kama kiungo mshambuliaji. Achana na Damiran anayoifanya. Jiulize, yupo wapi kiungo mshambuliaji? Yupo kwenye half space. Huyu aliyepo juu kabisa ni nani? Ni namba 8 Duke Abuya. Goli la tatu, mwangalie Kibwana Shomari. Huyu sio kiungo wala winga, ni beki wa pembeni. Anafanya movement kutoka pembeni, anakatiza kwenye half space na anakuja kutoa assist akiwa central kama kiungo ama mshambuliaji. Mwangalie Zimbwe, eneo analokwenda kupokea mpira ni kati ya beki wa kati na beki wa pembeni kwenye half space. Dube yuko pembeni kabisa ya uwanja kama winga. Imagine Kibwana ambaye ni fullback ndo alikuwa wa kwanza kuingia kwenye box kabla hata Depu. Naweza kusema anachojaribu kukifanya coach Pedro Goncalves ni kuitengeneza Yanga ambayo wachezaji watakuwa wanaibuka maeneo tofauti tofauti bila kuharibu muundo wa timu. Nilichogundua ni wachezaji watatu tu wanaobaki kwenye nafasi zao, center back wawili na central defensive midfielder. Wakiwa na mpira anahakikisha wanautanua sana uwanja. Nani awe wide, nani awe kwenye half space, nani awe central, inategemea na mchezaji mwenye mpira au aliyepo mbele amefanya movement gani. Kwa kuna wakati fullback utaona pembeni ya uwanja, kuna wakati kwenye half space na hata ndani ya box kama washambuliaji wa mwisho. Vivyo hivyo kwa viungo, mawinga na washambuliaji. Faida yake ni nini? Wanakuwa wagumu kushikika kwa sababu hujui nani yupo wapi na anataka kufanya nini. Wakati upo bize kumzuia anayepita mbele yako, kuna mwingine anakatiza nyuma yako. Bila mpira wanafanya high press, kuanza kukabia juu na counter pressing, kuanza kukabia hapo hapo walipopoteza mpira. Kinachovutia zaidi, kuna wakati wanaamua kuwa chini, wapo karibu sana na wanakuwa wanakuonyesha umahiri wa wao kuvumilia maumivu. Swali wanalouliza, kama unaweza tufungue. Ingizo la Damaro naweza kusema ni silaha nyingine kwenye transition to attack. Namna anavyopiga zile pasi ndefu kutokea chini ni tatizo. Kwa upande wa Alan Okello, nimependa namna anavyoshambulia nafasi iliyopo kati ya beki wa kati na beki wa pembeni, tunaita half space. Namuona kama anaenjoy zaidi kutengeneza, lakini nafikiri ana kitu cha tofauti ambacho wananchi walikuwa wanakikosa kwa maendelezo. Ni mpigaji mzuri sana wa mipira ya kutenga. Kwa upande wa Depu, anaonekana na nguvu sana, lakini pia technical yuko sawasawa. Hebu niambie kwenye comment, kwa sasa unatamani Yanga ikutane na timu ipi? Instagram, TikTok, Facebook, Thread, X na YouTube kote napatikana kwa jina la Joel Kwej. #lielewe soka.